Ewa, movie yetu bwana inaanza. Kuna wapenzi wawili kwa restaurant walikuwa wanapata vitu mapenzi mazito mazito. Walikuwa wamepiga chazi, lakini sasa ile kurudisha glasi bwana humo kadondoka bahati mbaya. Ile kudondoka kuja kuchukua huyu binti, kuna jamaa akampasia, alafu alikuwa chini akamwambia hai. Jamaa likamwambia kuna shida. Akamwambia kuna mtu bwana yuko chini ya meza. Akamwambia mtu wa meza bwana ni Kelvin, anaitwa Kelvin. Akamwambia Kelvin ndo nani? Akamwambia Kelvin bwana ndo ameandaa kila kitu. Kelvin ndo kaandaa kila kitu mahali hapa. Kwa hiyo vitu vyote vilikuwa vinafanyika, huyu jamaa ndo alikuwa anaandaa. Akamwambia kweli? Kwa Kelvin ndo kaandaa kila kitu. Akamwambia ndio. Jamaa ataogope, akamwambia hata kule picnic kuangalia movie usiku yeye ndo aliandaa. Nilikopo na wewe lakini yeye ndo alihusika kuandaa. Kwa hiyo hata ikifika usiku nini wakati nakwambia tuzime taa, Kelvin ndo anakuja kumjunja bwana huyu binti. Anamjunja kweli kweli. Yaani hii bwana kuna majamaa unakutana hela sa binti wanapenda pesa. Huwa anatumia tajiri kumweka hivi. Binti unakutana anampenda tajiri, kumbe bwana binti analiwa na mwingine. Hivi akamwambia tale maua bwana ulikuwa unaletewa, yeye ndo alikuwa anahusika. Akamwambia kwa hiyo ndo anahusika kila kitu? Akamwambia ndio. Kelvin ndo anahusika kwa kila kitu. Akamwambia sawa. Kwa Kelvin ndo anahusika? Akamwambia ndio. Hata zile kisi usiku akiwa kule wanafanya nini, Kelvin ndo anahusika kila kitu, yani kwenda swimming, kwenda wapi, Kelvin ndo anahusika. Akamwambia kwa hiyo ndo unafanya kila kitu wewe? Ndo unafanya kila kitu? Binti akamwambia tulia binti. Jamaa anamuelekeza tulia. Akamwambia kwanza hata zile kisi. Akamwambia hapana, hilo haliwezekani kwenye kunjunja kufanya ndo alikuwa anahusika. Akamwambia ndio. Kwa Kelvin bwana ndo alikuwa anahusika. Muulize, si unamwona, mwambie. Muulize. Kwa Kelvin ndo anasema binti bwana tamani kutapika. Alitamani yani akaona abugie wewe ni kwa haraka anasema ndo nini sasa umenitendea? Ndo nini sasa? Yani ulichonifanyia si kizuri. Sio kizuri. Akamwambia hapana, hili jambo bwana. Kwa Kelvin akasimama akamwambia siwezi nikakuelewa kwa hili ulilonifanyia. Kwa umenifanyia kila kitu. Akamwambia Kelvin ndo anahusika. Kwa kila kitu Kelvin ndo alikuwa amefanya. Akamwangalia afu jamaa katikisa kichwa na akasepa na kijiji. Afu Kelvin katoka huko akamwambia mimi ndio Kevin. Naitwa Kevin bana. Kwa hiyo akamwambia mimi ni Kevin, naomba ukae bana. Naomba ukae. Binti bwana aliamua kukaa, lakini alikuwa shapagawa kweli. Yani mimi naliwa natongozwa na mwingine afu naliwa na mtu mwingine. Akamwambia ndio hivyo. Lakini jamaa akamwambia I'm sorry sana, lakini bwana nimemisi mambo yako ni mazuri bwana na nimeyapenda. Binti anamuuliza ndio yule ni rafiki yangu, kwa hiyo alikuwa ananisaidia mimi. Mimi sina hela. Na akamwambia nimemisi mambo yako bwana. Binti alipagawa, alafu jamaa likachukua kila kitu chake na akasepa. Binti alipagawa bwana. Yani mimi niko na mwingine, alafu mwingine ndo anakuja kufanya vitu. Tukirudi pale mwana tunakutoa penzi wengine bwana. Alikuwa binti ni happy birthday yake, akamwambia happy birthday to you. Nimekuletea na zawadi. Akamwambia baiskeli ya kufanya mazoezi. Akamwambia ndio, nimekuletea baiskeli ya kufanya mazoezi. Bwana baiskeli bwana nimekuletea ufanye mazoezi urudishe mwili wako. Kwa kila siku uweze kutembea hata maili 60 kwa ajili bwana ya kurudisha shape uwe fit kalikiti. Yani ile shape yako si unajua tena. Lakini kwa sababu alikuwa ameolewa, akamwambia mume wangu hilo jambo halina shida. Huyu binti bwana anajulikana kwa jina la Betty. Akamwambia hakuna tatizo. Lakini huyu jamaa bwana miezi 6 hajampa huyu binti. Kwa hiyo binti alikuwa na hasira, anasema labda mtamani kwa sababu shape yake labda imepungua. Kwa miezi 6 jamaa alikuwa hampi haki yake ya ndoa. Kuna watu bwana wako hivyo, lakini hujui matatizo machanzo ni nini. Bwana alikuwa na huyo anakula mazoezi maili hizo alizokuwa ameambiwa. Lakini huyu rafiki yake bwana, huyu ndio yule binti alikuwa kule restaurant na yule jamaa Kelvin unajua tena. Kwa hiyo akawa anamuuliza, kwa hiyo
mume wako akakwambia upige? Akamwambia ndio, aliniambia mimi nipige mazoezi kurudisha shape. Si unajua mimi ni mzuri, lakini shape yangu si unajua jinsi siku zinavyozidi kwenda inaweza ikapungua. Kwa mimi anaweza hata kaja kaniacha akaenda kupenda watu wengine. Kwa mimi niliamua kumsikiza tu kupiga mazoezi. Huyu binti bwana anajulikana kwa jina la Ana na huyu mwingine anajulikana kwa jina la Betty. Kumbe ni marafiki. Akamwambia kumbe bana ndio alikwambia, na ni vizuri ufanye mazoezi. Binti alikuwa anamshauri, akamwambia ni vizuri bwana. Akamwambia bwana, huyu mwanaume hajanipa miezi 6. Kwa hiyo mimi nataka niende bar nika dance nini nika enjoy go. Binti bwana naye kile kitu bwana akasema hata mimi lazima nitaenda, kwa sababu bwana afili vizuri. Unajua binti bwana bidii awe na wanaume, sasa miezi 6 ni nyingi. Kwa hiyo naye akasema ngoja niende na mimi nikashanga hata niangalie kule hata boy akija. Akamwambia ina shida. Binti bwana akasema yeye akabadilishe nguo. Akamwambia na chaja yako bwana, chaja yako. Binti alichukua akaichukua akafu akapiga simu akamwambia hi baby. Alikuwa anaongea na mpenzi wake. Akamwambia kila kitu kiko sawa. Akamwambia anakuja. Muda huo bwana binti huyu Betty akaja huko na dance nini. Alikuwa anataka bwana hata akaenjoy na mvulana na nini. Akawa anakunywa kinywaji chake bwana kwa mrija. Afu likaja lijamaa mmoja likamwambia hello binti, I'm sorry. Kwa sababu binti alikuwa anataka company ya boys bwana. Unajua miezi 6 bwana hujatafunwa inakuwa ni shida. Kwa hiyo binti bwana lakini sasa ili jamaa bwana likamwambia sorry, nilikuwa nimekuja kuchukua kiti. Alafu na jamaa alikuwa nimekaa pembeni linacheka tu. Akamwambia sasa unacheka nini? Akamwambia bwana nashangaa, wewe ni binti mzuri, binti mashallah, binti umeumbwa, binti ukitembea unarudi, binti yani wewe unakuwa ni full, yani sura nzuri, kila kitu kiko vizuri. Lakini anamwambia bwana huyo jamaa bwana ni shoga yako, sio apendi, yeye anapenda wanaume. Si unajua binti alicheka sana. Akamwambia kumbe. Kwa hiyo lakini binti alikuwa anataka company. Hivyo alipata company bwana ya huyu jamaa. Huyu jamaa akawa anakula company ni imefika mpaka mida ya usiku ni saa 3 hivi. Jamaa pombe zimejaa na msogelea. Lakini ile kumsogelea binti kutaka juice ambayo inanunuliwa dukani, binti akashtuka. Akamwambia samahani. Akamwambia bwana mimi na mume wangu mimi nampenda sana, na mabinti naomba muige mfano binti bwana alitamani kuja kutoka na boys, lakini ile fika kama amemwaza mume wake, si vizuri kitendo alikuwa anakifanya. Hivyo akasema bwana mimi na mume. Akamwambia una mume, haina shida, ni vizuri bana, ni vizuri sana kama una mume. Waliongea sana, wakaongea wakafahamiana vizuri. Akamwambia tuendelee kunywa. Akaita bwana mhudumu, leta vitu tunjunje. Ndio binti bwana alikuwa anarudi. Akamwambia baby, akamwambia muda wote bwana umeondoka, maamua kurudi saa 5. Akamwambia mimi nimetoka ba, nimekunywa. Alafu kule ba nikwambie sasa baby wangu kule wakanisifia, akanambia mimi mzuri. Sasa mimi nakaa na wewe. Jamaa namsikiliza tu hata elewi. Akamwambia mimi nakaa na wewe lakini hata nini. Akamwambia wanaume bwana unakuta mtu kanya kule amelewa, afu unajua tena pombe na kuangalia anaweza. Akamwambia basi mimi nataka haki yangu. Akamwambia anataka kumvua shati. Huyu jamaa anajulikana kwa jina la Niki. Akamwambia sasa jamaa akamwambia kumbuka nilikwambia Miles kila siku rudisha shape. Binti akasema ndo nini? Yani akajiangalia akajishinda, sema mimi sio mzuri. Mbona jamaa nitamani miezi 6 sasa sipati haki yangu? Huyu jamaa vipi bana? Yani mimi natamani lakini jamaa alitaka. Yani binti alichukia kama kuendelea na mazoezi ile. Lakini kuja asubuhi akakuta bana alikuwa ameenda meli 20. Sasa anakutana ziko meli 40. Asubuhi hiyo akamwambia sweetie,
inakuaje bwana, hizi wewe umeendesha baiskeli? Akamwambia hapana, mimi sijaendesha. Ni vipi sasa? Akawaza binti akasema aliendesha ni nani? Yaani alikuwa anaendesha hapa ni nani? Akatoka bwana, akaenda bwana kwa rafiki yake yule, lakini alikuwa amewaza sana rafiki yake Ana. Akamwambia naomba chaja yangu, chaja yangu uliondoka nayo. Akamwambia ina shida nakuletea. Lakini binti bwana alikuwa anachechemea, sijui alikuwa amefanya nini, alikuwa mapiga mazoezi. Akamwambia mbona anachechemea? Alirudi tu langu bado anachechemea ile kutembea. Akamwambia mbona unachechemea? Akamwambia haina shida, ni mazoezi tu ya hapa na pale. Akamwambia zile maili 20 niliendesha jana, lakini nashangalo ni Oktoba 40 ndio umeendesha? Akamwambia hapana, mimi sijaendesha kitu chochote. Akamwambia jana kweli mimi nilikuwa nimeendesha maili 20, sasa inakuwaje sasa hivi ziko 40? Akamwambia Beti, hapana mimi. Lakini huyu binti bwana kuna kitu anakijua kwa mume wake Niki. Anakijua itakuwa yeye ndio mwenyewe alikuwa ameendesha ile baiskeli. Lakini asema, akamwambia mimi Niki kuna mtu nilimuona naye jana. Kumbe dada akiwa baba kule anakunywa nini mvinyo, anaenjoy na yule jamaa. Kumbe Niki bwana mume wake alikuwa na mtu mwingine. Binti aliwaza akasema, kwa hiyo Niki bwana amenichita. Akamwambia usiwaze. Binti alitoka pale, lakini alikuwa anawaza sana, inakuwaje. Binti aliporudi nyumbani akamwambia, baby njoo hapa, hani naomba uje. Jamaa alikuja akamwambia kuna shida gani? Akamwambia Beti una shida gani? Beti akamwambia kwa mimi umenichiti, sina shepu, miezi 6 unipi haki yangu, unipi nini? Yaani unaamua kunisiti, unaamua kuchiti na watu wengine. Akamwambia mpenzi wangu tulia. Akamwambia iweze unaniambia mimi niendeshe baiskeli, kumbe umenichoka bwana, mimi nijichoshe na baiskeli alafu wewe unakuwa unafanya vitu vyako sikuelewelewi na sikuelewa. Akamwambia hapana. Binti paka analia, unajua bwana unampenda mtu akupe alafu anaenda kumpa mtu mwingine, una mind kweli. Jamaa alimkalisha chini akamwambia binti, naomba unisikilize kwa makini. Bwana mimi kweli nina tatizo, umesema kweli kukuchiti nimekuchiti, lakini unajua ni matatizo tu yananitokea. Binti aliamua kumsikiliza, akamwambia yote nilikwambia upige mazoezi, ufanye nini ili uweze kuwa na body nzuri, niweze kukupenda. Kwanza binti bwana huyu mke wake ana mguu mzuri, kalio nini, lakini akamwambia mimi hivyo sio vitu vyangu, kuwa na body nzuri, kuwa na nini, wewe sio vitu vyangu bwana, mimi napenda body za wanaume. Kumbe lijamaa nilishoga bwana, ninapenda wanaume. Binti paka aliwaza akamwambia ndio what? Inakuwaje? Kumbe jamaa ni shoga, anapenda wanaume, anapenda kukunura wanaume. Sasa bana tunakuja kukutana huyu binti Beti, kumbe alikuwa amechana jamaa, alikuwa yuko na yule jamaa alikuwa kule bar. Sasa mtoto alikuwa anasumbua huyu mtoto bana. Sasa binti akawa anamchukua ile kutamaki, akakutana na mume wake Niki. Niki bana limind, lakini kuna jamaa liko naye, kumbe bana liko na rafiki yake, kumbe na ile rafiki yake nilishoga bana. Afuli jamaa movie inaishia hapo bana. Ni sauti ya Baraka Rasta Gangari DJ.